Nataka kuingia kwa somo la leo. Somo la leo nataka kuzungumzia kuhusu kusulubiwa pamoja na Kristo. Mitume walikuwa ni watu ambao waliokubali kusulubiwa pamoja na Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa unapokuwa mtu ambaye bado haujakuwa tayari kusulubiwa pamoja na Kristo, tambua ya kwamba bado hasara ingali juu yako. Yesu atusaidie sana. Nahitaji wasomaji wawili. Msomaji wa kwanza atachukua kitabu cha Wagalatia sura 2 mstari wa 20. Msomaji wa pili atachukua kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 16. Wagalatia sura 2 mstari wa 20. Tuwe wima kwa kuheshimu neno la Mungu. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. Aliyepata kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 16. Ndiyo, chukua microphone. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake wa 3:16. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa namna hii tutaweza kulijua pendo la Mungu, kwa sababu Yesu Kristo aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Nasi imetupasa kutoa uhai kwa ajili ya hao ndugu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kuzungumzia kuhusu habari ya kusulubiwa pamoja na Kristo. Paulo kwa kitabu cha Wagalatia sura 2 mstari wa 20 anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Hasemi tumesulubiwa. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Okovu ambao tulioipokea, wanafunzi ambao tuliopokea, Ukristo ambao tuliopokea, haiko Ukristo ya wengi, bali ni Ukristo wa upekee. Ukiona ngali bado ndani ya wokovu wako ngali bado ndani ya watu, tambua ya kwamba bado haujafika. Paulo akajua hili, akasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Licha ya kusulubiwa kwangu sikufa, licha ya kusulubiwa kwangu sikupotea, lakini niko hai ndani ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wakati ungali mtu ambaye uko mahali hapa, imani yako ingali bado ndani ya watu, imani yako ingali bado ya kufuata watu ndani ya migongo, tambua ya kwamba bado wokovu kamili haujafika. Imani ambayo tulioipokea ni ya upekee, wokovu ambao tulioipokea ni ya upekee. Ndio maana akasema siku ile watakaoingia watakuwa ni wachache, sio wengi. Ndio maana wokovu inatuambia ya kwamba lazima katika njia yako ya wokovu jaribu kuchunguza unatembeaje na Mungu. Yesu atusaidie sana. Chochote ambacho unachofanya, hatua yoyote ambayo unayofanya, kila kitu ambacho unachokifanya hapa duniani katika mwili wako, sema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Shika hivi vitu vitatu na baada ya hapo niingie kwa somo. Paulo akisema ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Ina maana kama Kristo alikufa ilibidi Paulo akufe. Kama Kristo alifufuke ilibidi Paulo afufuke, na kama Kristo anaishi mpaka leo ilibidi Paulo naye awe hai. Sasa kitu cha kwanza ambacho nataka nikiongelee sasa, unajua mtu akifa, mtu ambaye anaitwa akifa, yani mtu akifa, jambo la kwanza ni mtu ambaye hawezi ongea. Mshaenda kwenye msiba wote mkakuta maiti naongea? Mnaweza mkaisemea maneno ya uongo iko pale kimya, mnaisemea ya ukweli iko pale kimya,
Mnainyota iko pale, iko haitasema. Na Ukristo ambao tulioupokea unafananishwa na kufa ndani ya Yesu na kufufuka na Yesu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wanaweza sema masemi juu yako, usiwe wa kwanza kurudisha masemi maovu. Leo tuna Wakristo ambao wanawalaani wengine. Tuna wengine ambao wanawasemea wengine maovu, wanawasemea wengine mabaya, kwa sababu ni watu ambao hawajakufa. Ukiona ungalo nasema mingi, unajiita ya kwamba umeokoka, bado hujaokoka. Baba, wokovu ni kufa. Wokovu ali kumfuata Kristo, ulikubali kufa. Ndio maana mwimbaji akasema seme kuishi ni Kristo na kufa. Yesu atusaidie sana. Jambo la pili, maiti huwa haisikiaki. Banaweza leta maneno ya vuaze yako kwako. Jifanye kama hujasikia ile maneno, kisha tumia usemi kwa kumpatanisha yule ndugu ambaye aliyetaka kuchafua mwingine. Mwambie mtu mzima sio yule ambaye anaenda kuwachafua wengine, bali ni mtu ambaye anayependa kuwakutanisha wengine katika hali ya upendo. Wewe unakuwa ni mtu kila neno inakuwa unaisikia. Mtu fulani amekuteta, unakuwa wa kwanza kuashiri. Hauna uhakika. Mtu fulani ameiba mali zako, unakuwa wa kwanza. Sijui mtu fulani amekufanyia hiki. Nadhani kuna dada mmoja ambaye mchungaji alifanya kitu cha maana sana. Kwa kumtoa nje, nafikiri kuna mwingine ambaye anaweza toka hapa na mwambie, unajua sasa ile sababu alikutoa nje mama, mtu fulani alisema hivi na hivi juu ya, lakini kama umekufa huwezi sikia. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, maiti huwa haionaki. Ukikuwa ngali mweglize bado unaonaka madhaifu ya wengine, haujaokoka. Ukikuwa ngali ndani ya kanisa unakuwaka wa kwanza kuwafuatilia wengine, wokovu haijafika, ulifuata watu wa kufuata Kristo, na wakikutia katika orodha natoka kuwa memba wa kanisa, haujatoka kuwa mtu ambaye ameokoka. Mtu ambaye ameokoka haonaki byenye anasema, haonaki madhaifu ya wengine, lakini anaonaka Kristo. Ndio maana Kristo akasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Ina maana kila mtu ambaye alikuja kwa Kristo alikuja na mizigo. Sasa wewe kuliko mfate Kristo na mizigo yako, unaanza kufuata wengine na mizigo yao. Yesu atusaidie sana. Ufuate wengine na mizigo yao. Sasa mizigo yao inakuhusu nini? Njia zao zinakuhusu nini? Yesu asifiwe. Ndio magumu ambayo tunayo kwa kanisa la leo. Mabadiliko yanakuwa nguvu kwa sababu watu wamekuwa ni watu ambao wanaofuatana kumigongo. Fulani amefanya hivi na mimi nifanye. Kuna kanisa moja liko Nairobi. Mchungaji alienda kwa bahati mbaya, sijui kama kwa majaribu, sijui, akabahatika kupiga mimba nje wakati ana mwanamke. Yesu atusaidie. Mimi sijui ilikuwa kwa nini. Baada ya hapo wakamletea, kakuwa na wanawake hawa. Kisha kanisa wamoja wakatoka, hafu wengine wakabaki. Na wakati wale waliobaki wanapokuja kuulizwa, mko na uhakika ya kwamba lile kanisa linaenda mbingu? Maana mchungaji wenu sana wanawake hawa, na nyinyi mtakuwa na wanga. Wakamwambia, ndugu, sisi tulipookoka hatukumfuata mchungaji, tulimfuata mchungaji mkuu ambaye ni Yesu. Kama mchungaji wa hapa anaweza kwama kwa madhaifu, sisi hatakuwa, tunasonga wapi? Sasa kwa nini kukwama kwa sababu ya madhaifu ya wengine? Huyu fulani alikuwa mwimbaji akabeba mimba na mimi nibebe mimba. Huyu fulani alikuwa mwimbaji akabebesha mimba na mimi nibebeshe. Alikuwa muinjilisi na mimi nikuwe vile vile. Yesu aturumie sana. Inakuwa ni hasara. Inakuwa ni hasara. Afu jambo la 4, maiti huwa haitembeaki. Unajua tulipokuja kwa Kristo tulikuja kirahisi.
lakini tunapofika kwake hatufanyaki vyenye tunataka, tunafanyaka vyenye Kristo. Ina maana naanza kuchunga mguu wako kutembea vile ambavyo Kristo. Sasa wakati mtu ambaye ameokoka na amejiita ya kwamba nimekufa ndani ya Kristo, lazima natembea sawa sawa na Kristo. Petro akaambiwa hata kutembea yako Bwana Yesu pa huko unapiga. Sisi tunakatala sasa, wewe ulikatala na kinyo. Tunasema hata kutembea unafanana. Ulizie jirani yako unafanana na. Yesu atusaidie sana.